Karibuni watazamaji wetu katika kipindi yetu ya siku ya leo. Jamani, tunawaambia mkaweze kukaribia ili tukaweze kusemezana, tukaweze kusikia Mungu anataka kusema aje siku ya leo, tukaweze kusikia Mungu anataka kutuelimisha aje, sababu kila siku Mungu anataka tukue katika njia zake. Kwa hivyo karibuni ili tukaweze kwenda pamoja na tukaweze kuomba wanjiko. Baba, nakushukuru, nasema ni asante asubuhi ya leo kwa kuwa kuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova. Mungu wetu, tazama, umetulinda, umetuhifadhi Jehova, umetufanya mabaki ya siku hii ya leo Bwana. Tazama, ni wengi walikuwa natamani kuona siku hii ya leo Bwana, lakini hawakuweza kuiona, bali sisi Mungu wetu umetuweka uhai Jehova, umetulinda Jehova. Ndio maana tunakuja asubuhi ya leo tukisema ni asante Jehova, kwa kuwa Mungu, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova. Tazama Mungu wetu, tunaanza kipindi yetu ya siku hii ya leo. Mungu wetu tukiomba ukaweza kutupea ufunuo wa siku ya leo Jehova, ukaweza kutuelekeza, ukaweza mwango wetu hata kusema sana na sisi Jehova, ili Mungu wetu yale yote ambao Bwana tutakayoenda kusema ama kusikia katika neno lako takatifu Jehova, ukaweza kutoka kwako Jehova. Tupe mwelekeo mpya Jehova, kwa kuwa bila wewe hatuwezi. Tunaomba Roho yako Mtakatifu akaweza kuingilia kati, ili Mungu wetu yale yote ambao Bwana tutakayoenda kusoma Jehova, yale yote tutakayoenda kusoma kuongea mahali hapa Jehova, isitoke katika akili zetu Jehova, bali sikaweza kutoka katika kinywa chako takatifu Jehova. Mungu wetu, tunaomba haya machache tukijua ya kwamba Jehova njire unaenda kutenda makuu, utaenda kutuongoza, utaenda kuonekania watazamaji wetu ama wale ambao Mungu wetu watakao fikiwa na hii ujumbe. Mungu wetu, tunajua ya kwamba hakuna neno lolote Mungu wetu tunatoka katika mdomo wako Jehova linatoka bure Jehova. Mungu wetu, tunaomba Jehova unaenda kutenda makuu, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Watazamaji wetu, karibu sana katika ukumbi huu wetu, kwa kuwa Mungu wetu akona kusudi kubwa ili tukaweza kukua na wewe siku ya leo. Kwa hivyo Matiko, karibu sana ukaweza kusalimia watazamaji wetu ili tukaweza kuendelea pamoja. Na wasalimu katika jina la Bwana. Hamujambo. Nataka kuwatakia heri siku ya leo, mahali popote mtakapo kanyanga, mahali popote mtakapoenda, na uwepo wa Bwana uwe pamoja nanyi na mbarikiwe sana. Asante. Okay, tunaomba Matiko, kwa sababu ya muda na wakati, tukaweza kusikia Mungu anataka aje na sisi siku ya leo. Nalo neno letu la siku la leo litatoka katika kitabu cha Mathayo mtakatifu 13 kuanzia hapo 24. Mathayo mtakatifu 13 kuanzia 24 mpaka 30. Washeni tukasikie neno. Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbingu umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, huku panda mbegu njema katika konde lako, limepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanye? Akasema, la, msije mkakusanya magugu na kung'oa ngano pamoja nayo. Viacheni vyote vikue hata katika mavuno, na wakati wa kuvuna nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu, muyafunge matita,
mkayashome, bali ngano muikusanye ghalani mwangu. Watazamaji wetu, neno linataka kutufunza aje siku ya leo nyaga? Wakati Yesu alikuwa anatembea huku duniani na akawapea mfano wa ufalme wa mbingu vile unafanana. Tukiangalia katika maandiko nyaga, ama tukirudi katika maandiko na tukiyasoma, hii maandiko inataka kutufunza aje? Ati wakati mwenye shamba alienda kupanda, yeye alipanda ile mbegu iliyokuwa mzuri. Wakati Yesu alikuwa anauba binadamu, na akawaambia wale watu walikuwa na wao, maana tunaambiwangwa walikuwa watu, sababu aliwaambia na tuumbe mtu mfano wetu, kumaanisha ya kwamba Mungu kuna wale alikuwa anaongea na wao, sababu si roho walikuwa. Na kuna mahali nilisoma Biblia nikasikia ati hata Mungu akifanya hiyo matendo yote yenye alikuwa anafanya, Yesu alikuwa hapo. Kwa hivyo Yesu alikuwa anajiangalilia yale baba yake anafanya. Na akawaambia na tuumbe mtu mfano wetu. Na wakauba mtu. Wakati Mungu alikuwa anaumba mtu, alikuwa anapanda mbegu njema huku nini? Huku ulimwenguni, huku duniani. Alikuwa anaumba mtu mzuri, alikuwa anapanda mbegu njema huku duniani. Na wakati naye Yesu aliteremshwa kutoka juu, akateremshwa huku ulimwengu, huku duniani, alikuja akapanda mbegu baya, ndio hiyo magugu nyaga. Wakati shetani aliteremshwa kutoka mbinguni, sababu si aliambiwa aende akajitafutie wake. Mungu alipanda mbegu njema. Mimi nikiangalia hapa nafananisha hii mfano na yule mtu alipanda mbegu njema. Maana neno linatuambia kwamba mtu alipanda mbegu njema katika shamba lake. Hakuna mahali alipanda magugu. Na wakati Mungu alikuwa anaumba mtu, alikuwa anaumba mbegu njema, alikuwa anapanda mbegu njema duniani. Maana wakati aliwaambia msije mkala matunda ya ile mti wa katikati. Ni kweli? Kweli. Naye nyoka akaja akadanganya mwanamke na wakala ile mti. Mbegu baya imepatikania hapo. Mbegu baya ikapatikania hapo. Na mbegu baya kupatikania hapo, hii mfano Yesu alikuwa anapea watu nyaga. Ukiangalia hivi unaifananisha na nini? Okay, unajua wacha tuseme ya kuwa Yesu alipoletwa katika ulimwengu hii, alikunja hili tukaweza kupewa yani mwamko mpya. Mwamko mpya ni kusema aje? Wakati kama vile Wanjiku wamesema, wakati kuliumbwa Adam na Eva waliumbwa na wakapelekwa wapi? Katika shamba la Edeni. Kweli walipokuwa pale katika shamba la Edeni, walipewa yani ruhusa wa kila matunda iliyokuwa katika ile shamba, lakini wakaambiwa sikule gani? Ile ya katikati.